Mtumishi Geoffrey nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nasema kuna wakati nilikuwa na shida, magonjwa tele mke naye sina, imani yangu nayo kwa waganga, na kila nilipokwenda nilikosa msaada. Mungu ni mwema, mke akamtuma, akaja kwangu akanipenda pia, japo nilikuwa mlevi fukara, lakini kwa upendo yeye akanambia, mume wangu, unaonaje twende kanisani kuombewa? Sawa, nimekubali, mimi nataka uzima, nipo tayari nikamwone pasta. Mke wangu akafurahi akasimama wima. Halo pasta, nauliza upo kanisani, bwanangu mgonjwa. Nipo, naomba mwarakishe, kuna mahali nasubiriwa. Ndio mara ya kwanza kanisani mimi, nimefika tena siwezi, mchungaji niomba Mungu nisaidie mimi, naumwa. Ndio mara ya kwanza kanisani mimi, nimefika tena siwezi, mchungaji niomba Mungu nisaidie mimi, naumwa. Pole sana vijana. Karibuni. Hapa msaada ushapata, na nimejua tayari shida yako. Kabla sijakuombea, kuna sadaka utoe inayoendana na umri wa miaka yako. Kisha utarudi tena kwa maombi na utabeba sadaka ya ukombozi ambayo inagharimu shilingi 365 mara siku za mwaka. Na hapo shida zako zote zitakuwa mwisho. Kuwa na amani kijana. Nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nasema kusema kweli shida zilizidi, lakini moyo wangu kukata tamaa. Tena kwa imani tulijitahidi, ijapo mioyo yetu iliugua sana. Niende wapi sasa, nifanye nini? Niliamini kanisani ndiko kwenye msaada. Usijali mume wangu, sio wachungaji wote waaminifu. Nimeongea na dadangu hapa, amenielekeza Chumani kuna kanisa moja. Huyo mama sio lazima pesa, atatusaidia. Nimekubali mke wangu twende, ninachotaka magonjwa nitoke, afya na kazi sina, fedha wapi toke, nachokomba tumwambie mchungaji aniombe. Bwana ametupa bure, nasi tunatoa bure. Karibu, kuwa na amani, ninakuombea na utapona kwa jina la Yesu. Moyo wangu ulijawa furaha, nikamua na mikuokoka, ila kilichotokea ndicho kilichoumiza moyo wangu. Magonjwa yote nimepona, ila na sasa nalia ndoa yangu, ila kilichotokea ndicho kilichoumiza moyo wangu. Na shida zote zimekwisha, ila na sasa nalia ndoa yangu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kuna ujumbe Mungu amenipa usiku wa leo, na mchumba wangu kwa sasa ni Geoffrey. Kwa hiyo anatakiwa kumwacha mkewe na kunioa mimi, na ni Mungu mwenyewe amesema. Kijana huyu akaombewa juzi hapa. Nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nifanyeje? Haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nasema nilifanya kuyasikia, kumbe matamu. Kuna shida unapitia, msaada ni Mungu. Maisha ya wokovu dada, kumbe matamu. Kuna shida unapitia, msaada ni Mungu. Nilidumu sana kanisani, sikutaka nirudi duniani. Tulitafuta kanisa tukaingia, na pale Mungu akatuonekania. Ikawa siku moja na Mungu akanita, nikabadilika na nikawa pasta. Na hapo ndipo vituko vilianzia, changamoto nikaanza kupitia. Akaja dada mmoja aliyetaka kuombewa, nilipomuuliza shida yake akaongea. Pasta, nimekuja, ni mwaka 40
nilikuwa peke yangu ofisini, alichokifanya macho yangu sikuamini, na mke wangu alikuwa safarini, alichokifanya macho yangu sikuamini. Mbona unafunga mlango sasa? Sikia pasta, lazima leo nilale na wewe. Mimi siwezi, nimeoa na mke wangu ananitosha. Wewe endelea kukataa, nitatoa nguo zangu zote hapa na nitoke nje niseme umenibaka. Siwezi kumkosea Mungu wangu. Zenzi Mbola. Nifanyeje, haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe ikaningia. Nifanyeje, haya yote nishapitia, mishale mitatu mi mwenyewe